Kwa sababu hiyo nilitamani kutumia nafasi hii tuende kujifunza neno la Mungu, lakini ninaomba, nimesikia kufanya hivi, nimesikia kufanya hivyo, nimpe dakika kadhaa atupe hata kidogo kile ambacho Mungu najua vyakula vya mwisho. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Angalau chakula cha mwisho kile, kwa dakika hizo chache ambazo atazitumia, na baada ya hapo tasimama kwa ajili ya kuweza kumalizia kile ambacho atakuwa amesaza. Karibu sana mtumishi wa Mungu, tumshangilie Bwana. Mungu awatumie katika hiyo neema tena. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Amen. Haleluya. Amen. Yesu apewe sifa. Amen. Naomba nisitumie muda mwingi kujitambulisha kwa sababu muda wetu ni mchache. Amen. Kwa ufupi tu, naitwa Pastor George. Ninatoka Kibaha. Niko na huduma ya Living Faith Embassy. Niko pale Kibaha. Haleluya. Na Mungu akubariki. Niruhusu niingie kwenye neno. Amen. So tumekuwa na somo ambalo tumeanza nalo toka siku ya Jumatano, Alhamisi na siku ya Ijumaa na Jumamosi, lakini nisogeze kitu kidogo tu katika siku ya leo. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai, unipe neema tena Mungu ya kupanda mbegu zilizo hai katika mioyo ya kusanyiko hili ambalo umelifia na kuiosha kwa damu yako ya thamani. Nami Mungu umenipa privilege na neema tu ya kusimama, ukanipa mbegu ndani mwangu nizipande ndani mwangu. Mungu ukazimwagie hizi maji, ukazimwagie mbegu hizi kwa maji ya Roho wako Mtakatifu, zikaweze kuzaa matunda. Neno hili Bwana likawe roho na tena uzima katika maisha ya watu wako. Neno hili Bwana likafanyike roho na tena uzima katika mioyo ya watu wako, likawajenge, likawaimarishe katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Na mioyo ya watu hao ikafunguke kwa ajili ya kulipokea neno lako. Asante kwa ajili ya neema ambayo umenipa tena Bwana, na asante pia kwa ajili ya hawa watu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Na wana wa Mungu tuseme amen. Andika pamoja nami hicho ambacho nitakwambia kuandika: jinsi ya kuyatawala mazingira yako. Muda wetu ni mchache, nisamehe, tusitafuata protokoli za kutambulisha, muda umeshaisha. Jinsi ya kuyatawala mazingira yako. Tungeweza kusema how to exercise authority and dominion over your environment. How to exercise authority and dominion over your environment or over your circumstance. Jinsi ya kuyatawala mazingira yako. Ndilo somo ambalo tutakwenda nalo siku ya leo. Tunapojifunza jinsi ya kutawala mazingira yako, tunapaswa kwanza tuanze kutambua nafasi yetu sisi. So nitarudi kidogo katika kila ambacho tulifundisha jana. Nitarudi kidogo kwa ajili ya wale ambao hawakuwa pamoja nasi. So tunapojifunza somo la jinsi ya kuyatawala mazingira yako, jambo la kwanza, tambua nafasi yako. Who are you? Tambua nafasi yako, nafasi ambayo Mungu amekupa. Unapopigana, unapopambana vita, unapambana kutoka kwenye realm ya ufahamu wa nafasi ambayo uko nayo katika ulimwengu wa roho.
ili usianzishe vita usiyeweza kuimaliza. So ujue kwanza nafasi yako. Mungu amekupa nafasi ipi? Wewe ni nani? Kujijua kunakupa ujasiri, kunakupa confidence ndani yako ukijijua. Na ukijua na adui yako yukoje na wewe ukoje, unaweza kujua naweza kupambanaje naye ama kushindanaje naye. Haleluya. So ujijue kwanza wewe ni nani. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tuliangalia jana ndani ya somo hili kipengele hicho. Hebu fungua pamoja nami kitabu kile cha Yohana ile sura ya 17. Nisomee katika mstari wa 16. Baadaye utasoma mstari ule wa 18 na baadaye utasoma mstari ule wa 24. Kitabu cha Yohana. Tunaangalia nini? Ujue nafasi ambayo Mungu amekupa katika ulimwengu wa roho. Wewe ni nani? Read over there for me. Yohana 17 mstari wa 16. Come on. Nasema wao si wa ulimwengu. Wao si wa huu ulimwengu. Wao si wa huu ulimwengu. Manake hatuko chini ya umiliki na utawala wa mifumo ya roho inayotawala huu ulimwengu. Hatuko chini ya utawala wa mifumo ya rohoni, mifumo ya kipepo, mifumo ya kishetani, mifumo ya miungu inayotawala huu ulimwengu. Biblia inamwita ni mungu wa hii dunia, mungu wa huu ulimwengu. Lakini sisi hatuko miongoni mwao wale ambao watawala. Wao si wa ulimwengu huu. Are we together? Biblia inamwita kwamba yeye ni mungu wa dunia hii. Are we together? Mfalme wa ulimwengu huu. Tuko pamoja? Amen. Yule adanganyaye, tuko pamoja? Shoka la dhamani, tuko pamoja? Amen. Baba wa uongo, tuko pamoja? Amen. Mungu wa hii dunia. But better enough, jambo jema ni kwamba wewe hauko sehemu ya wale anaowatawala. Yesu apewe sifa. Hatuko miongoni mwao. Sisi si wa ulimwengu huu. Are we together? So tunaposema yeye ni mungu wa ulimwengu huu, hauko miongoni mwao ambao kwao ni mungu wao. Are we together? Tunaposema yeye ni mungu wa ulimwengu huu, lakini sisi hatuko katika ulimwengu. Manake dominion yake, utawala wake, mamlaka yake na nguvu zake hazitutawali sisi. Hatuko miongoni mwao. Sisi si wa ulimwengu huu. Sogea mbele tena msomaji. Kama mimi nisivyo wa huu ulimwengu. Sasa twende mstari wa 18. Why are we here? Kwa nini tuko hapa? Why are we here? Mbona tuko hapa? Tuko kwa ajili ya misheni gani? Sogea mbele. Mstari wa 18. Karibu. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni. Kama vile Baba ulivyonituma. Huyo ni Yesu anaongea. Kama ulivyotumwa na Baba yake. Kama ulivyotumwa na Baba yake kuja hapa duniani, ndivyo alivyotutuma na sisi. Tunaelewana? Amen. Kama alivyoagizwa na Baba yake, mamlaka yote na nguvu zote na uweza wote ambazo Baba aliwekeza kwa Mwana, alafu Baba akamtuma Mwana kuja kwetu. Are we together? Mamlaka yale yale na nguvu zile na uweza ule Mwana ametupa. Amen. Are we together? Kama Baba ulivyonituma, ndivyo ninavyowatuma ninyi. So tuko hapa kwa sababu tumetumwa. We have a mission. Tuko na agenda. Tuko na jambo. Tuko na lengo. Sisi si wazururaji katika ulimwengu. Sisi si wazururaji. We have a mission. Tuko na dhumuni. Tuko na lengo.
tulivyotumwa na Baba ndivyo yeye alivyotutuma hapa duniani. Lakini vile tunaweza kuongezea Yohana 20:21. Halafu tutarudi pale pale tena. Yohana 20:21. So we are on mission. Tuko na jina maalum. Ninaomba tunifuatilie vizuri kwa sababu itakufaa. It will better you. It will better you. Itakufaa. Ukiweza kurekodi unaweza kurekodi. Ukiweza kuandika unaweza kuandika. Ukiweza kusikiliza it will better you. Angalia Yohana 20:21. Read over there for us. Yohana 20:21. Come on. Basi Yesu. Come on. Yohana 20:21. Yohana 20:21. Come on. Anasema basi Yesu akawaambia tena. Basi Yesu akawaambia tena wanafunzi wake. Amani iwe kwenu. Amani na iwe kwenu. Amani iwe kwenu. Be not afraid. Usiogope. Hakuna cha kukutisha. Hakuna cha kukuogopesha. Amani iwe. Amani iwe. Be not afraid of anything. Usiogope chochote. Kinyamkela chochote. Kindumbwendumbwe chochote. Kinyamkenge chochote. Kichawi chochote. Kiduduwacha chochote. Be not afraid. Usiogope. Amani na wapa. Si kama ulimwengu huu wapavyo. Amani na wapa. Si kama ulimwengu huu wapavyo. Usiogope chochote. Umepewa amani na Mungu, unaweza kupoteza wewe. Mungu hatakuondolea amani. Alichokupa hawezi kukunyang'anya. So Mungu ametupa amani. Tunaopoteza amani ni sisi. Unaposema sina amani kabisa, sina amani kabisa, wewe umepeleka wapi? Imekwenda wapi? Kwa sababu amani na wapa. Amani na wapa. Amani na wapa, na Mungu akikupa hakunyang'anya. Hapo nasema sina amani kabisa na ndoa hii. Sina amani kabisa na kazi. Hiyo amani uliyopewa umepeleka wapi? Manake unayejipotezea amani ni wewe. Uliye na mamlaka ya kujipotezea amani ni wewe. Amani na wapa. Amen. Receive the peace of God. Pokeeni amani ya Mungu. Amen. Wafanyabiashara pokeeni amani ya Mungu. Amen. Wafanyakazi pokeeni amani ya Mungu. Amen. Wanandoa pokeeni amani ya Mungu. Amen. Kama Baba ulivyomita amani na wapa ninyi. Pokeeni amani ya Mungu. Amen. Pokeeni amani ya Mungu. Amen. In the name of Jesus. Sogea mbele tena. Sogea mbele tena. Kama Baba alivyonituma mimi. Kama Baba alivyonituma mimi. Mimi nami nawapeleka. Mimi nami nawapeleka ninyi. Haseme juu ya wachungaji, juu ya mitume, juu ya manabii, juu ya uinjilisti, juu ya walimu, anasema juu ya kanisa lake. Kama Baba alivyonituma, ndivyo nawatuma ninyi. Umetumwa. Amen. You are sent. You are on a mission. Uko na kusudi, uko na agenda, uko na dhumuni, hauko hapa kushurura. Kama Baba alivyomtuma, ndivyo alivyotutuma sisi. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko hapa kumwakilisha Yesu. Mnaelewa lakini kanisa? So usiruhusu kitu chochote kikakutolea amani ndani ya moyo wako. Kwa sababu una fedha, kwa sababu hujala. What is it? Amani umepewa, itunze. Na kutoka kwa hiyo amani, ndipo unapoweza kuomba kwa mamlaka. Ukikosa amani, unapoteza lengo la kuomba. Ukikosa amani, huwezi kuomba kwa mamlaka. Huwezi kuomba kwa kutumia nafasi yako. So ndio maana Mungu anakupa amani, ili uombe ukiwa kwenye matasi ya utulivu, ili mamlaka ambayo yako ndani yako yaweze kudhihirika pale unapoyachia kutoka kwenye realms ya amani. Amen. Ushakumwona mtu anayeomba hana amani, anapiga tu hata mahali hapapashi kupiga. Anaomba tu hata ile ambayo hapashi kuomba. Nini? Amekosa utulivu ndani. Ndio maana Mungu anatupa utulivu. Alipokuwa melala ndani ya boti, inapigwa na maji huku, inapigwa na maji huku, maji yanaingia ndani. Wanafunzi wanasema, Bwana, mbona hauoni? Kwani hauoni? Yakasema, kwa nini hamna amani? Kwa nini hamna imani? Manake
anatufundisha pamoja na misukosuko ya ndoa, misukosuko ya kazini, misukosuko ya watoto, misukosuko ya biashara. Be at peace. Uwe na amani. Uwe na amani. Mawimbi yakija huku yakaja huku, utunze amani. Utunze nini? Amani. Yesu apewe sifa. Turudi Yohana 17:20-24. Sisi sio ulimwengu huu. Hasa manake tuko wapi sisi? Where are we? Tuko wapi sisi? 24 soma 17:24. 17:24. Karibu. Baba, hao ulionipa, hawa ambao umenipa, nataka wawe pamoja nami popote nilipo. Nataka wawe pamoja nami popote pale nilipo. Manake mahali kokote aliko Yesu ndipo na wewe ulipo. Na ndio maana sasa akasema kwamba yeyote atakayewapokea ninyi amenipokea mimi. So mahali kokote alipo Yesu ndipo na wewe ulipo. Ndipo na wewe ulipo. Ndipo na wewe ulipo. Sasa Yesu yuko wapi? Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3:22. Tujue Yesu yuko wapi. Mahali nilipo na wao wapate kuwepo. Sasa Yesu yuko wapi? Tuliangalia jana katika kitabu cha Efeso. Sasa leo tunaangalia waraka wa kwanza Yohana, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3:22. Yesu yuko wapi? Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3:22. Karibu. Anasema naye yupo mkono wa kuume wa Mungu. Naye ameketi mkono wa kuume wa nani? Wa mkanisa. Let us be together. Naye ameketi mkono wa kuume wa nani? Kanisa. Mkono wa kuume wa nani? Very good. Hasa tulisema jana Mungu hana mkono wa kushoto na mkono wa kushoto. Yeye ana mkono wa kulia. Yeye ni omnipresence. Yani yuko kila mahali. Yani kila kitu ni yeye. Yesu ape sifa. Hana upande wa kulia au upande wa kushoto. Sasa tunaposema mkono wa kuume, manake iderem ni mahali pa utimilifu wa mamlaka na nguvu za Mungu. Maana ya neno mkono wa kuume ni mahali pa utimilifu wa mamlaka na nguvu zote za nani? Za Mungu. Ndio maana ya neno mkono wa nini? Wa kuume. Hapo ndipo Yesu alipoketi. Ameketi mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu. Manake mahali pa utimilifu wa mamlaka na nguvu zote za nani? Za Mungu. Hapo ndipo alipoketi. Are we together? Manake mamlaka yote ni ya kwake na nguvu zote ni za kwake. Uweza wote ni wa kwake. Hapo ndipo alipoketi. Yesu apewe sifa. Lakini haikutosha, akatuita na sisi mahali pale, akatuketisha pamoja naye. Umeelewa? Mahali nilipo na wao waweze wapate kuwepo. So hapo ndipo tulipo. Mahali pa utimilifu pa mamlaka na nguvu zote za Mungu. Hapo ndipo ulipoketishwa wewe. Maana mahali ulipo ndipo na wewe ulipo. Mahali ulipo ndipo na wewe ulipo. Baba, hawa ulionipa, nataka ya kwamba mahali nilipo na wao wawepo, waweze kutazama utukufu wangu. Waweze kutazama utukufu wangu. Na tukasema jana, maana ya neno tukufu wa Mungu ni totality, ni ukamilifu wa uzuri wote na nguvu zote za Mungu. Ni ukamilifu wa uzuri wote na nguvu zote za nani? Za Mungu. Ndio maana utukufu wa Mungu, the glory of God. Mnanielewa? So maliza hapo kwenye waraka kwanza wa Petro ile 3:20. Hapa alipoketi mkono wa kuume ni wapi? Amekwenda zake mbinguni. Amekwenda zake mbinguni. Malaika na enzi na nguvu. Nao kila aliye na Biblia naomba utazame hapa naposoma. Kuna kitu nataka ukidake pale ambacho pengine hujawahi kukifikiri. Hapa naposoma kila aliye na Biblia naomba utazame hapo. Waraka wa kwanza Yohana ile sura ya 3:22. Uliendelea tazama, kuna kitu nikusaidie kukielewa. Soma 22 tena rudia.
naye yupo mkono wa kuume wa Mungu. Naye yuko mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu. Manake mahali pa utimilifu wa mamlaka na nguvu zote za nani? Za Mungu. Ndipo alipoketi. Endelea mbele. Amekwenda zake mbinguni. Amekwenda zake mbinguni. Haleluya. Sasa alipokwenda mbinguni, kitabu gani tulijifunza kwamba ninyi si wakazi wa huu ulimwengu. Akasema ninyi ni raia wangapi? Wa wapi? Wa mbinguni. Ile wa Filipi 3, usome wa Filipi 3 mstari wa 20, tulijifunza kwamba sisi uraia wetu ni wapi? Ni mbinguni. Na sasa na yeye amekwenda wapi? Mbinguni. Unanielewa? Amen. Chechi, unanifuata lakini? Amen. Wa Filipi 3 mstari wa 20 inasema sisi uraia wetu ni wapi? Mbinguni. Makao yetu ni wapi? Mbinguni. Unanielewa lakini? Amen. Na tumejifunza yana kwamba duniani hapa sio petu, si ndivyo? Kama yeye Yesu ambaye sio pake hapa. Uraia wetu ni wapi? Mbinguni. Yesu apewe sifa. Haleluya. Na amesema kwenye waraka kwanza wa Petro sura ya 3:22, amekwenda zake wapi? Mbinguni. Amekwenda zake wapi? Mbinguni. Lakini sisi uraia wetu ni wapi? Mbinguni. Uraia wetu ni wapi? Yohana akasema mahali nilipo hawezi kuwepo nao. Unaelewa? Mahali alipo ndipo na sisi tulipo. Hiyo hesabu mnaielewa kanisa? Lakini hicho kitu kanisa mnakielewa? Ninawauliza kanisa, mnaelewa ninachofundisha? Amen. Kanisa, unaelewa ninachofundisha? Amen. Na itafuta ili kusudi uweze kujua na itafuta nafasi yako uweze kuifahamu. So wewe ni wa wapi? Wa mbinguni. Na unajua kwamba kabla hujazaliwa katika mwili ulikuwa ni roho. Roho ikavikwa mwili ikaja duniani. So utavua huu mwili, utarudi kwenye ulimwengu wa roho. Utabaki kuwa roho tena. Amina. Amen. So huu mwili umepewa kwa ajili ya kutawala ulimwengu. Mnanielewa? Basi tumalizie kipengele kizuri sana pale. Soma tena hapo. Amekwenda zake mbinguni, lakini alipofika mbinguni akakaa wapi? Alipofika mbinguni akakaa wapi? Ili uweze kujua wewe umekaa wapi kule mbinguni. Alipofika kule mbinguni akaketishwa wapi na Mungu. Ili upate kujua wewe umeketishwa wapi. Maana mahali alipo ndipo na wewe ulipo. Sogea mbele tena. Malaika na enzi na nguvu. Malaika, kuna vitu hivyo vinatamka. Kuna malaika, kuna enzi na kuna nguvu. Mmeviona hivyo vitu? Unayasoma Biblia umeona hivyo vitu? Ndio. Malaika na enzi na nini? Na nguvu. Malaika na enzi na nini? Na nguvu. Zote zimetiishwa chini yake. Zote zimetiishwa chini yake. Manake malaika wako chini, mamlaka yote yako chini, enzi zote ziko chini, mapepo yako chini, mizimu iko chini, miungu iko chini. Lakini kumbuka mahali alipo ndipo na wewe nilipo. Manake malaika wako wapi? Ukiangalia nafasi yako na nafasi ya malaika, nani yuko juu? Mimi. Ninakuuliza tena, ukiangalia nafasi yako wewe na nafasi ya malaika, nani yuko juu? Mimi. Manake wewe uko juu ya nafasi ya malaika kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Na ndio maana Mungu akakupa malaika wakusaidie kama mwana mulisi wa baba. Are we together? Ndio maana Mungu akakupa malaika ujifunze kuwatumia ili wakusaidie wewe uliye mlisi wa baba. Amen. Kila mtoto wa rais anapokwenda anakwenda na ulinzi. Wewe ni mtoto wa baba. Kila mahali ulipo uko na ulinzi wa malaika. Amen. You are divinely protected. Unalindwa na Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio nafasi ambayo tuko nayo. So hata unapoomba uombe ukijua unaomba kutoka kwenye realm ipi, kwenye nafasi ipi, na pepo unalokemea liko wapi, miungu unayokemea iko wapi. Zote ziko chini yako. Mapepo yako chini yako, miungu iko chini yako. Hata malaika wanapokea oda ya kwako. Aliye juu ya komanda. Hata malaika wanapokea oda ya nini?
kwako, wanapokea oda ya nini? Ya kwako. Ndio. Mnanielewa kile? Amen. 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 Natamani muelewe kanisa. Natamani muelewe nini? Kanisa. Utukufu ambao Mungu ametupa ni mkuu mno. Hakuna sababu ya wana Mungu kuteseka. Hakuna sababu ya kanisa kuteseka. Hakuna sababu ya kuendelea kubaki kwenye mizimu. Unateswa na miungu, hakuna sababu. Amina. So, uichue nafasi yako. Uichue nafasi yako. Umeshaielewa? Ndio. Hasa baada ya kuchua nafasi yako, jambo la pili, unapotawala mazingira yako, jambo la pili, kipengele cha kwanza tumesema uichue nafasi yako. Usiogope mapepo, usiogope wachawi, usiogope miungu. Jambo la pili litakalo kusaidia, mpinge shetani ukiwa thabiti. Mpinge shetani ukiwa thabiti kwa kutumia jina la Yesu. Mpinge shetani, yuko chini yako, usimpe nafasi ya kuinuka tena. Mpinge shetani ukiwa thabiti kwa kutumia jina la Yesu. Kwa kutumia jina la Yesu. Usome waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8 na wa 9. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8 na wa 9. Mpinge shetani ukiwa thabiti, ukiwa hodari, ukiwa imara kwa kutumia jina la Yesu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8 na wa 9. Anasema, Karibu. muwe na kiasi na kukesha. Muwe na kiasi na kukesha. Halafu, Kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba ngurumaye huzunguka akitafuta mtu ameze. Nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani. maana ya neno kuwa thabiti, maanake being strong, uwe imara. Na kinachokufanya uwe thabiti, uwe imara ni kwa sababu umeijua nafasi yako. Jambo la pili ni kwa sababu umejua nafasi alionayo adui yako. Kinachokufanya uwe thabiti ni kwa sababu moja, umeijua nafasi yako katika ulimwengu wa roho. Na jambo la pili ni kwa sababu umejua uweza na nafasi ya yule unayeshindana naye. Jana tuliangalia ile Waefeso 1 mstari wa 19 mpaka 21, tukaangalia kwamba tumeketishwa juu sana kuliko falme zote, kuliko mamlaka yote, kuliko nguvu zote, kuliko sultani zote, na kuliko kila jina linaloweza kutajwa kwenye huu ulimwengu. Tuko juu sana. Amen. Sasa hii Mungu anakupa ili upate kujua nafasi yako, na lengo la kujua nafasi yako ili ijenge ujasiri ndani yako. Amena. Amen. Ukiwa mtu wa miaka 10 alafu unapigana mtoto wa miaka 2, una sababu ya kuogopa? Ninakuulizeni kanisa, una miaka 40, unapigana na mtu wa miaka 5, una sababu ya kuogopa? Una sababu ya kuogopa? Hapana. Wewe ni mtoto na miaka 5, unakutana mende njiani, una sababu ya kumkimbia? So kinachokufanya uwe thabiti, uwe imara ni kwa sababu